Karibu leo napika. Leo nataka nikuonyeshe ambavyo wanapamba keki kwa njia rahisi tu. Huwa na trim keki kwa juu, kisha kwamba imekaa sawa, alafu wanatumia pima maji pia. Pima maji utazipata kwenye maduka ya vifaa vya ujenzi. Chini ya kama sijaweka keki kwenye cake board huwa napaka glucose kama keki inaenda mbali. Alafu baada hapo naweka keki, napaka buttercream, unazipandisha. Alafu unachukua hivi vijiti vya mishkaki. Unaweka, hii inasaidia keki zisiweze kuanguka kwa sababu kama inasafiri, kama inatoka ulipo wewe kwenda sehemu nyingine, isiweze kuanguka. Baada ya hapo na utaweka tena pima maji juu. Kama una macho mazuri unaweza kuangalia kwamba keki imekaa sawa juu. Alafu utapaka mpako wa kwanza wa buttercream yako. Na kuna watu wengine wana trim keki. Unaweza ukatrim, mimi mara nyingi huwa si trim, mara chache sana huwa na trim. Okay, kwa utapaka mpako wa kwanza, utapitisha scraper. Alafu baada hapo unaweza ukaiacha keki kwa dakika 10-15 ili buttercream ikauke kidogo. Huweki kwenye friji, okay? Alafu utapaka mpako wa pili. Sasa buttercream yako hakikisha ni laini, lakini isiwe laini sana. Sababu ikiwa laini sana ina maana itakuwa inachuruzika. Iwe laini. Na kupata buttercream laini, hakikisha kwamba ile kama unatumia tili, kama unatumia mpishi, unaikoroga mpaka inakuwa imelainika, inakuwa kama imevimba, kama inaenda kuwa povu hivi. Alafu ndo unaendelea na process nyingine. Na unaposhika hii scraper, hakikisha huigandamizi kwenye keki. Yaani unakuwa ule mkono ulioshika scraper haufanyeji, hauzunguki. Unachofanya unazungusha mkono wako na unazungusha keki na mkono wako mwingine. Ule mkono unashika scraper unakuwa umesimama pale pale. Unazungusha keki pole pole, unatoa ile iliyozidi na tunazungusha scraper kwa sababu tunasawazisha buttercream. Kwa hiyo hatuna haja ya kuikandamiza, kuishika kwa nguvu scraper. Na unapoishika hakikisha umeisimamisha scraper yako juu mpaka chini vizuri na keki ile scraper inakuwa kama imekumbatia keki. Inaacha tu nafasi kidogo ili kuweza kutoa ile buttercream ambayo imezidi. Baada ya hapo sasa unaweza kuanza kuweka urembo kwenye keki. Kumbuka video iliyopita nilionyesha jinsi ya kutumia hii nozzle ya 1M. Sasa hapa mimi nilikuwa nimesahau kuweka hizi rangi za pink. Huyu mteja alikuwa anataka shades za rangi ya pink tofauti. Kwa hiyo nilichofanya nikazipaka, alafu nikaweza kuzisawazisha. Na inapokuja kwenye swala la design ya keki, mteja anapokuletea design, basi kama unashindwa kutoa design kama ile, basi jitahidi utoe nyingine ambayo ni bora zaidi ya ile au imefanana kidogo na ile. Na unapopamba keki hatukoseagi. Unapopamba keki kwamba unatoa design ambayo ni ya kwako. Na hiyo design yako hakikisha unaweza kumwambia mteja, yani kuitetea design yako ya keki. Unapojifunza kupamba keki kumbuka hatukoseagi kupamba keki. Tunavumbuaga design mpya. Kwa hiyo usije ukapamba ukasema nimekosea, hapana. Hiyo ni design yako mpya. Wewe ni designer wa keki sasa, okay? Kwa hiyo ukiweka rangi kama hivi utasawazisha tena, okay? Kuonyesha imekaa vizuri. Na hapa ni final product yetu ya keki jinsi ambavyo imekaa. Kama unavyoiona imependeza. Na hivi ndio keki ambavyo ilikuwa sasa inaondoka inaenda kwa mteja. Basi kama umejifunza kitu usiache kusubscribe.